Haya bwana, nakualika tuweze kuchambua kidogo, hasa kwenye hizi trading za binary option, ambapo binary option kila mtu anakuwa anaitafsiri kwa namna yake, lakini pia wengine wanaiangalia binary option kama ina mfumo fulani hivi kama unafanya gambling, kwa sababu ya style yake ya trading, namna ya kurisk, lakini pia namna ya rewards ambazo zinakuwa limited. Rewards tunaposema zinakuwa limited, maana yake unakuwa na kiasi maalum cha kuweza kuwin. Hauwezi kuwin zaidi ya kile kiasi ambacho au kompyuta yako au tuseme platform yako inakuonyesha. Kwa mfano, let's say hapa ni kuonyesha kitu, ngoja niweze kutengeneza mfumo hapa, alafu utaingia kwenye smart. Hapa nitaingia kwenye smart trader kwa sababu tayari mimi natumia kompyuta, lakini pia kama natumia ni Android phone, maana unatumia simu, unaweza pia download application inaitwa smart trader ambayo ni ya daily, lakini pia make sure account yako umedeposit. Kwa sasa nitaenda kwenye demo nikuelekeze kidogo kwamba kwenye demo yangu account hapa, let's say kama ni kwenye real account ya Shumu nimedeposit $10. Kama umedeposit $10, unaweza kuchagua style ya kwenda kutrade. Kwa mfano hapa let's say mimi nataka kutrade hii volatility index ya 25, alafu tuone tunaenda nayo vipi. Na trading yetu au style yetu ambayo tunaenda nayo ni investing style, lakini pia ni very risky. Yaani ni mfumo fulani wa kuwekeza, lakini ambao ni hatari sana, kwa sababu unakuwa unataka uweze kudeposit kiasi kikubwa ili uweze kupata return kidogo. Lakini pia hapa make sure duration yako unaweka ticks 10, alafu una select ticks. Wakati huo kwenye bari hapa make sure unachukua ni 0.16. After then make sure una simu, una kompyuta. Kwa mfano hapa nitaweka minus, alafu kwenye simu nitaweka plus, hiyo bari yangu. Lakini kote hakikisha umeweka ticks 10 na stake ziwe zinafanana, manake let's say hapa stake yangu iwe ni $5 kwa sababu nitatumia balance yote, na huku kwenye simu naweka $5 pia. Alafu nakuja hichi kipengele cha kupurchase hapa. Kwa nita purchase kwa wakati mmoja kwenye simu na kwenye kompyuta. Kwa mfano nitaminya purchase hapa, nimepurchase kwenye simu na kwenye kompyuta. Ukiangalia balance hapa, balance inaonyesha ni 0, lakini baada ya muda utaona either balance imeongezeka. Kwa mfano unaweza kaja kuangalia hapa the way inavyokuwa ina move ndani ya huu muda. Yes. Lakini kuongezeka kwake ndio maana nimekwambia inakuwa kama ni investing style, kwa sababu inakuwa inaongezeka kwa kiwango kidogo mno. Let's say naweza nika close na kile kiasi ambacho unakuwa umeamua kukirisk, basi kiufupi uwe comfortable na uwe ready kwa chochote kitakachotokea. Haya, hapo nitapurchase kwa mara nyingine. Yes, hapo imeongezeka pia, even though ilikuwa imeanza kututisha. Haya, kwa mambo yanakuwa kama hivyo. Let's say nakuja tena kupurchase kwa mara nyingine, tuone tuna purchase. Hii ni mara ya pili, tunaenda mara ya tatu. Tuende hapo, nimepurchase na balance nayo inaonekana sasa hivi ni profit tu ambayo imebaki, kwa sababu nakuwa natumia stake ambayo ni constant, let's say $5. Kwa hiyo tuangalie inatupeleka wapi. Even though imewin,
Haya, tunakuja tena tuna purchase kwa mara ya 4. Twende kuona purchase kwa wakati mmoja. Simu ninayotumia ni hapa. Maana yake nikiwa na purchase kwenye kompyuta na kwenye simu pia nakuwa nime purchase. Kuona kwa nime login ni account moja ile ile. Japokuwa huwezi kuona vizuri kulingana na mwanga au hajakaa sawa sawa. Lakini mwisho wa siku tutaangalia return itakuwaje. Kwa mfano hapa still bado nime make some profits. Sasa tegemea na balance yako, lakini pia naona ni very risky. Let's say tunaweza kupunguza tick. Tupunguze tick, let's say tuchukue tick 5. 5 tick. Hapa tuweke 5 tick, na kwenye simu hakikisha pia unaweka tick 5. Naona hizo 10 zinakuwa na riski kidogo. Tuende na hizo 5 tuone zinatupeleka wapi zenyewe. Haya. Na tukiweka hizo 5 tayari balance pia faida inakuwa inaongezeka, ambapo itakuwa ni 0.14. That one. Kwa kuna upande inakuwa ime lose, kuna upande inakuwa ina win. Kuna upande ina lose na kuna upande inakuwa ina win. Haya, kwa hapo the same way nita purchase tena kote, hakikisha una purchase kote kwenye simu, kwenye kompyuta kote, make sure unakuwa una purchase. Hapo still me win. Kwa hiyo kuna upande na win, kuna upande na lose. Kwa hiyo itategemeana wewe mwenyewe. Let's say hapo tuende nayo pia, ngoja tuone kama itafanya kazi hiyo signal yenyewe naifikiria. Yes, hapo tunatupeleka wapi? Kuna sehemu imechelewa kidogo kwenye lakini kote imefunga vizuri. Kwa unakuwa una make profit kwa namna kama hiyo. Lakini pia nita purchase kwa the way unapokuwa una purchase upande mwingine una purchase low, upande mwingine una purchase high, inategemeana na barrier umeiwekaje. Kwa nita purchase low, nita purchase high. Yes, nimemaliza kwa style kama hiyo na tunakuwa tume make profit. Kwa hapo nita close. After then ngoja twende tena. Even though unaruhusiwa pia kuweza kupunguza barrier yako ikabakia 0.1. Kibakia 0.1 inatupa returns ambayo haieleweki. Tunaweza kuchukua hiyo 0.12 kwa ajili ya kuweza kuongeza usalama wetu zaidi. Kwa the way unavyokuwa unaipunguza barrier ndivyo unavyokuwa unajiongezea usalama, lakini pia profit inakuwa inapungua, faida unayokuwa unaipata na inapungua. Kwa tuende na hiyo, labda tunatupeleka wapi? Hapo kote ipo chini, price ipo chini. Yes, umewin. Haya, tuta close. Utakuja tenta purchase. Make sure style ya kupurchase yako iwe inafanana. Kama huwezi, basi it's better ukatumia robot, ukatengeneza robot ambayo inakuwa ina trade kwa vigezo vile ambavyo unakuwa umeviweka. Labda ikiwa imepanda mara 2 2 consecutive high, basi iwe na purchase ili kuweza kuondoa ile lagging au draying ambayo unaweza kutokea kwa sababu ya human being error. Kwa unaweza kupurchase hapo kwenye simu na kwenye kompyuta kwa wakati mmoja vile vile.
alafu tunaona inatupeleka wapi. Yes. Ni purchase low. Yes, upande mmoja mawini, upande mwingine na lose. Kwa hiyo ukiona nimelose kwenye kompyuta basi ujue kwenye simu mawini. Kwa hiyo nimelose kwenye simu basi kwenye kompyuta nimewin. Atende hapo kote iko chini, price iko chini kwenye kompyuta na kwenye simu. That one nimewin. Nimewin kwenye upande wa kompyuta, lakini kwenye simu inakuwa imelose. Ukiangalia hapo vizuri inakuwa imelose. Kuona kwa natumia na nini inayofanana. Kwa mambo yanakuwa kama hivyo. So unaweza kuona hapa nimemake profit ya 0.8 ambayo ni let's say ni nzuri kwa mtu ambaye anakuwa anafanya trading ya investing. Lakini pia ukiwa upo makini na unajua kwamba ni sehemu gani ambayo ni nzuri kwa hiyo kuweza kupurchase. Let's say to purchase hapo tena. Twende hadi kwenye $1. Hapo kote kwenye simu iko juu, kwenye kompyuta pia iko juu price. Wow, imewini kwenye simu, kwenye kompyuta imeruse. Lakini still balance yetu pia inakuwa inaongezeka. Haya. Kwa hiyo tunaenda tena hivyo tunakuja hapo kote iko juu. Yes, imewini kwenye simu, kwenye kompyuta imelose. Balance pia inaongezeka. Ukiwa unaangalia vizuri utaona balance inaongezeka. Ya target yetu ni $1 tu. Target yetu ni $1 na nimebakiza lands 2 tu. Baada hapo nitakuwa nimeshahit target. Kote ipo chini. Kote ipo chini. Kote imefungia juu. Kwa kwenye simu imewin, kwenye kompyuta inakuwa ina lose. Hebu tuende na hii hapa tuone. Hii ndio ya mwisho, lakini pia ni kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tuna make some profit. Imeclose kote. Ukiangalia balance imekuwa $11 tayari. Kama una target ya $1, 2, 3 inategemea na balance yako na namna utakavyokuwa na trade kwa muda gani, lakini the way unavyokuwa na trade muda mrefu the way unavyokuwa unajiexpose na kujiweka kwenye risk ya kuweza kulose kiasi ambacho unaweza kaa umekipata. Kwa unaweza kujiwekea limitation kwamba okay, labda niwe na make profit kiasi gani tu. Hata niwe naingia labda entry 2 au 3 itategemea, kwa sababu ukimake small basi unakuwa unajiweka salama, kwa sababu amount ambayo tunakuwa tunaona lesson 0.004 ambayo almost ni ndogo tu, ni shilingi 100, lakini kwa raundi moja let's say umeamua kila siku unatembea round hizi 5, sio mbaya, au 10. Kwa hiyo unaweza kama okay, mimi niwe na make 0.5 daily. 0.5 daily ambapo kwa siku 7 una $3.5. Yani hizo ni almost una shilingi 6,700 kwa muda wa siku 7. Yani hiyo inaongezeka kwenye balance yako, lakini let's say kama kwa muda wa mwezi mmoja unaweza kukuta umemeki double account yako. Yani kama kwa siku unaweza kutengeneza 0.5 unatengeneza, kwa muda wa mwezi mmoja umesha double account yako. Umesha double account yako na mambo mengine yanaweza kuendelea. So nitakuonyesha pia kwa wakati ujao tunawezaje kufanya na kuweza kumake profit daily ya 0.5. na amini tutaanza session ya kwanza, lakini pia balance yetu ambayo tutaanza nayo ni hiyo $11 ambayo ndio tumeifikisha kwa wakati huu hapo. Kwa hiyo tutakuja na kipindi kijacho ambacho itakuwa ni siku ya kwanza day 1 ambapo tuta make 0.5
5, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7. Na ukumbuke hii market hakuna muda ambapo inakuwa imefungwa, yani ni wewe tu na kuwa mzima, lakini pia kuwa na kompyuta na kuwa na access ya internet kwa wakati huo. So mambo yanakuwa kama hivi, unaweza ka make profit, unaweza kufanya kila kitu taratibu, lakini ndio unakuwa unatengeneza hivyo. Lakini pia ukiwa na tamaa basi unaweza kujisetia hapa mambo yakaukalia kulingana na namna ulivyokuja. Soko bwana litakupokea namna utakavyokuja. Kama utakuja na tamaa, basi nalo litakupokea kwa tamaa, kwa sababu nalo linatamani pesa zako vizuri tu.